Thank you, Father. We glorify you. We worship you this one another afternoon that you've given us. It's a special one because you have made us special in your kingdom. You have anointed us and given this opportunity that we can be and we will be vessels that you use for your purposes. Use me tonight as a vessel just to enrich your people and to talk with wisdom to your people and help them achieve the goals that you've based on them. I pray that God, you may speak to the hearts of these people, to their minds, to their souls, and to their spirit, that once we finish, they will have been delivered and their life changed. For it is in Jesus' name I pray. Amen. Somebody say amen. Thank you very much. Nipatie. Si usalimie mwenzako, mwambie sasa tunaenda kufika tamati kwa wale wa asubuhi na mapema. I know it has been growing since 5. For those ambao tulikuwa now 5, I can see some few of you are here with me. And that is total devotion. Total devotion. I'm so happy for you. Wale kutoka saa 6 usiku jana, I can see some of you here. It is very good that we are getting there. Don't worry, my sisters and my brothers. We are getting there. And we are achieving. We are making it. The inroads, it's a fight. It's a fight. We have to win these battles. We have to conquer. We have to defeat them. We were not born to be losers. Whatever God said that is going to happen in your life, it will. It is God who said. It is against the word of God that we are moving. The word of God is our platform. The word of God, it is our anchor. The word of God, it is our direction. The word of God, it is our pillar. Praise be the name of God. So in this word of God, we are succeeding. Because in the word of God, there is victory. In the word of God, there is winning. In the word of God, there is conquering. And you can never lose. But I want tonight, before time, I want to teach you only six signs that will help you to navigate through. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, Moses didn't fight. He had some fights, but they were not real fights. Moses found himself in fights that were not real fights because it was a fight guided by miracles. Moses did a fight guided by miracles. And he fought his battles based on miracles. God asking him, what do you have in your hand? Every time Moses will find himself in a problem, God will ask him, what are you holding? And Moses will tell, I'm holding a staff. This staff is here. I will come with it one of these fine Sundays. The staff that Moses was holding. And Moses will be told by God, do this with this staff. He will be told, drop it down. And it will be dropped down. It turns out to be snakes. And this snake swallows every other snakes around. Then, nisimie pale. Ama ni gani? Nani inajifungua peke yake? Kweli tumeingia. Inaongea peke yake. Na ijaguzo? Nejesa? One of the miracles. Wow. The man is around. So Moses was one character that was aided by miracles. But the same people he was leading, God chose to give them to somebody else called Joshua. And Joshua never operated on miracles. He operated on actions. Hallelujah. Joshua never went to pray to ask God, give me power to be able to defeat these people. He got into it because God ordained him for that purpose. God had kept him into the tent. He stayed in the tent all his life. Maisha yake yote Joshua aliishi kwenye tent until the time that God now said, I'm going to use you. That time, then now he was unveiled. By the death of Moses, he was unveiled. And God unveils. It is not by fluke.
It's not that you say, I am lucky. There is no lucky. When you're serving God, when you're operating with God, there is no luckiness. There is nothing that's called lucky. It is being unveiled in the specific time that God had ordained for the unveiling. Because God knows when you start your program. God knows when you begin the journey. God knows at the year 70, that is when things will start working. God knows at year 30, that is when things will change. That God knows at year 20 things. That's why we see people are some blessed at their age of 20 and the others get blessed at the age of 70. Because God has a plan, and his plan is undeterred. It's a plan that nobody can be able to change. And his plan is planned based on... It is not a plan because plans. No. It is a plan because of the functionality of what God intends to do with you. That is when unveiling. That is when God will unveil you. So nobody is ever late. You may think that now you are growing, you are at Gorofa ya Gatano na haujapata msee. The msee is still there. If you know that it is God who's guiding you, the msee is still there. And this msee will come at your 60 when you really need somebody to have companion. And maybe the msee is in Australia. And God will make ways for you to go to Australia. Then before you meet this Kamuse, because this Kamuse, you are supposed to meet this Kamuse when the Kamuse is at 70. When the Kamuse is walking, and walking like, because of age. And this Kamuse, because God had a plan with the Kamuse that even in your old age, I will still walk with you. I will send a helper. Now from Kenya, God prepares you. You think it's the visa and you are lucky. But God is fulfilling his word. I will send a helper who will walk with you. When you will be. And this helper, when it comes, this helper will help you to reshape you. And the Kamuse that was going like a Bedford turns out that it goes like a Suzuki. Because that is the functionality, that's a plan of God, that I have got a good plan for you, a good plan to make you happy. And the problem of this Kamuse, it is the victory in your side. The Kamuse is sick, the Kamuse is bedding, the Kamuse is looking for somebody to help. And this somebody is in Kenya with various problems. So God will connect you with the problem of another problem to solve your problem. Because when you get this Kamuse, you go solve the problem, and the Kamuse becomes upright. Because we, the people, you know how to make Kamuse look beautiful. And because you want to present this Kamuse back home to your father and your mother, you will work very hard to do therapies and very many things to straighten the Kamuse. By the time you are 2-3 years, the Kamuse is very upright and very, very young and handsome. But it's the problem. Your current problem is my current solution. That's what I'm trying to say. Your current problem is my current solution. Nobody doesn't have a problem, and everybody has a solution to that problem. And the problem you are facing today is what I am enjoying somewhere. The fruits you are throwing out as bad fruits, somebody somewhere wants them to produce a juice. Are you getting me? Now I can look at you. Some of you are wearing motuba. Is that not true? Some of you, a few of you, are wearing motuba. They're not wearing motuba because they didn't have another cloth. They are wearing motuba because they liked the touch of that motuba, because it is a designer. You know, motubas are, many of them are from designers. And you like that design. So not because of poverty, because there is no one here who's poor. But that motuba of yours, this somebody in England wore the clothes until maybe 5 months, and the season was changing. So they decided to go and they change the clothes from the summer season to winter season. So these clothes for the winter season or for the summer season, as according to me, they are no longer in use.
But you who is going to receive them, you needed them. Because in your area you are a seasonless. Your season is evergreen. All what you need is a cloth. It is not connected to a particular season. You need a cloth. And this cloth, happens to have been from Boss, Hugo Boss, or Milatos, or Tarinos. Those are very expensive clothes. A suit costs 700,000 shillings. Just a mere suit. A shoe, you will buy it at 250,000 shillings. An underwear, you will buy it at 50,000, 100,000 shillings. A pair of socks costs you 50,000. Designer clothes, like the ones I wear, but I don't say. Praise be the name of God. So you will find somebody in a mutumba, but this mutumba is a designer. You go to France, you cannot be able to buy it. But because it was out of season, this man decided to dump them so that he can get the clothes for the season. Now you is always in season. Always you are in season. The suit finds you. It is a linen suit from Milanos. When it was new in Milanos, it was costing 600,000. But when you get it, it will be costing 30,000. But it is still the designer cloth. That is where the catch is. It is still the designer. Naona watu wanaangalia mambo sawa sasa. Kuangalia kama designer. If you want to know what kind of a cloth you're wearing, look at the label. And then Google that label. And then look at it, the price, it's priced in Germany. And it's priced in France. And it's priced in those European countries. Look at it in price in Switzerland. That's where we have the most expensive clothes, even if they are shagala bagala. You know, these guys from there, they wear clothes you cannot wear here, because they will wear a cloth that is this side is looking like the other side goes like something, and it's a designer. Then you ask yourself, even if I was blind, I cannot buy this cloth. But to them, it is a designer. For them, they look at you and they say, this is primitive. I cannot wear this. So there are things that happen in your life. To you are not good, but somebody else are good. To me are not good, but somebody else are good. There's those things that you like, and there are those things that you don't like. But how do you know, and how will you know that you have the characters of somebody who has been chosen to be great? Because the greatness is founded. Greatness is grounded on a particular level of life. The greatness. People who are great, they just don't become great. And they don't become great because they went to school. They don't become great because they are coming from parents who are great. God prepares them and propels them to the greatness. You may look at your neighbor who is sitting next to you, and this neighbor does not have any promising future. But inside them, there's greatness. You will be shocked to find them somewhere you don't even imagine, asking yourself, how do these people reach there? Like many people who know me, at some point, some 15, 20 years ago, if you were to be told Waruige will be somewhere celebrated in a positive way, they will tell you, no, this guy cannot. But God had a purpose and he had a reason. When Noah was building the ark, he built the ark until it was almost complete. And then God went silent on the ark. He completely went silent. In the process of God going silent, people started, wakaanza kuona, yani kama Noah aliwadanganya. Akawadanganya. Your problem today is a solution tomorrow. Tell your neighbor, my problem today is a solution tomorrow. For me or somebody else. Now, when these guys were building the ark, they felt like they were cheated. You know, there's a business you will start with somebody, and you feel like you are cheated. There is something that you will start with somebody and feel that you are cheated. Now, when these guys felt like completely they were cheated, it's not working for them. What happened? They started complaining to Noah and telling Noah, you lied to us. You told us that
God, the rain is coming, and the rain is not coming. Those days, the rains were not coming from top. The rain was coming from underground. The water was coming from the underground. They were not coming from above. So they waited for the waters to come, and the water refused to come. Until now, they decided to go and somebody to remove his timber, to remove his nails, to remove whatever you brought in. But instead, when they went there, they decided, instead of removing the timber and the nails and everything, why can't we make this one a toilet? And they made it to become a toilet. That is why they were going to pee. And all of them, the entire village was going there to pee there. And they enjoyed it because they were mocking. They were doing it as a mockery. Praise be the name of God. They were doing as though to be retro. No, because Noah was like, had lied to them. But God has a solution for everything. As Noah now was looking at this staring, Noah went to God and told God, did you lie to me? Then Noah told God, and God told Noah that I never lie. I'm not man that I should lie. I'm going to fulfill. Then he went back to his people and told his people that God is still coming. Then normally, the way I tell you guys that this thing will happen. Just wait for it. It will happen. I may not be in a position to know the time and the date because it is very difficult. But one thing I know, this thing will happen. If I promised you that this thing, I am in it, that today I am in your business and I'm working, and now we have started a journey with you, be sure I will never leave you. I can't leave you, and I can't abandon you until yourself, you abandon me. You put me down. Now I will have no position. I will not have no solution. I will just obey by the rules. But if I have committed my life to you, I have committed it, and I will not do anything besides you. It is you. If we've started a business with you, I will make sure it is you who will get out of the business. Until you get out of the business, I will not get out of the business. So God said to Noah that I am going, I'm still there, I am coming, and this will be fulfilled. But these people, when going to people mocked him and chased him away. They turned that to be the toilet. And it became a big toilet. When he went there, he found that it is Arwai in the making. It was like a sewage. Everything, urine is there, Murphy is there, everything is there. And nothing was working. Then he went back to God and told God, you seem like you lied to me. God told me, I am your God, and I will never lie to you, and I will never forsake nor leave you. Now, the time came for God now to make this temple become holy and clean. God will not use the angels to make it clean. You can fight me here, all of you, and even go and do many things against me. God will never use angels to come and change or make it work the way it was supposed to work. He will make you, who fought me, to come and rectify the mistake you did to me. So that is why I normally am not afraid of you, because I know you will do anything bad against me. But at the end of the day, you are the same person who will come and correct the mistake. I will not get tired. I will continue praising God. I will continue teaching God, teaching you about God. I will continue teaching and telling you who God is and what he do want. But I know the mess you are doing to me, you are the one who comes to undo. So this is what happened to Noah. And as they were peeing in that temple, that ark, one day God brought a disease, the smallpox disease. Is it smallpox? Mohare. Do you call it smallpox? In English. Is that good English? Smallpox. Is it true? Smallpox. Chicken. Sasa ni gani ile ya kawaida ile ulikuwa mgonjwa zamani? The one that you had when you were young. Is chicken pox. The one you used to until you go to this. Magi, ile ulikuwa umegonjeka ni gani? Ile ulikuwa unabeba kagunio na nayo. You had it when you were young. Measles. You had measles. Wewe? Monkeypox. Then God caused a disease. Tell your neighbor, you look at me in the way you are looking at me. Tell your neighbor that way. You look at me the way you are looking at me. Just look at me as though I am a monkeypox.
God will bring a solution through you. So these guys, that's what they did. It was funny for them. They were mocking, and one day God brought that chicken, called it chicken pox or whatever, and everybody was sick. Everybody had a gunia. Everybody had a moshakwe. Everybody had something that where will go. Everybody alikuwa na vidoda ya kwa sababu ya kujikuna. Baka unaona mtu alikuwa anajaribu kujikuna yeye mwenyewe. Unaona ile anajaribu kujikuna yeye mwenyewe hivi. It was tough, and it was a national disaster. Until one drunkard person, and that's why mimi napenda walevi. Mimi nawapenda because most walevis bring solutions. And that's why Jesus' first miracle he did, he produced changa for them. Because these are the people who want to spread the word. That is the man who is doing miracles. Now this one Murefi went to where they are normally used to be peeing, and he went there. When he was trying to balance himself, he fell down on the peas of many people. Do you know what happened? Immediately where he fell down, he became healed. Immediately. Mahali aliangukia mwili hapa mafi yote, alifanya mafi hivi, akakuta hakuna dhudo hata moja. Akachukua hii mafi akapaka huko kwingine, akapata hakuna dhudo hata moja. Akachukua huko kwingine akajifaka mzee, akakuta kufanya hivi, hakuna dhudo. Then alikimbia mpaka kwa watu akawaambia, mimi nimepona. Akauliza, umepona wapi? Umefanya nini? Wakamwambia kujeni twende. Wakamfuata. Akamwambia nilianguka hapa hivi. Kufanya hivi nikapona. Kufanya wote wakaanguka huko ndani, kila mtu akafanya nini? Akajichukulia mafi yake, kujipagusa, akajipagusa, wote wakapona. Mpaka wale walikuja nyuma wakatafuta kapigwa na kosa. Sasa walikuwa wanaingia kwa bao katikati. Wanaweka ulimi, wanalamba na ulimi ndio apate kitu ya nini? Anajitemea, anajipaka hivi, anapona. God will clear the mess that they created for you. And he will use you to clear the mess that you created in somebody's life. Bwana Yesu asifiwe sana. Noa aliambiwa muzika, usijali, wacha wakunie. Nitawafundisha lesson. Wacha tu waendelee. Sasa una imagine ni watu wazima na vitoto. Tumelima tudogo na mengine mikubwa. Tumelima kidogo. Sasa jamaa mwenye alianguka hivi akajipaka hivi akapona. Kijiji mzima ilikuja bio. Ikapagusa ile kitu ikakuwa clean than even before. Waliraba na mdomo, wakapiga pasi na ulimi. Bao zilikuwa zimeshikana, zote wakaosha. Mwambie mwenzako, wewe unanifanya hiyo vitu unanifanya. Hivyo unanifanya, hivyo ndivyo utani clean. Nipake tu matope. Mwambie nipake tu matope. Hiyo matope utatoa na ulimi yako. Yes. Bwana asifiwe sana. Jamaa wakasafisha. Ikang'ara. Baka wakaanza kuuliza Nuhu, tukunie gide. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasafisha kila mahali, ikang'ara vizuri sana. Ilipong'ara, wakaambia sasa waingie. Wakasema hapana, hatuko ready kuingia. Utatutakanya tena. Because God will harden their hearts. Bwana Yesu asifiwe sana. When God has an arrangement to defeat your enemies, he will cause many things that will disturb, to cause them to get in your traps. Bwana Yesu asifiwe sana. That they will be put to shame. Ndio naonaga mimi si ina managi hivi na kuachiaka tu ufanye vituko zako kwangu, because I know the mess you are creating utandu, you will come to undo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na wasiwasi wakikutenda mabaya, wakikuleta chini, wakikuletea maibu mingi. We just sorry. Wacha wakunie tu. Wanakukunia hata kwa mdomo, usijali. Wakikukunia kwa mgongo, usijali. Whatever they are doing it, usijali. They will come and wash you clean. Bwana Yesu asifiwe sana. But how do you know? What kind of science do we have to know that this greatness that you have, it is indeed the greatness from God? There's one thing, a sign that you find that you have retro, very retro, but people always envy you. Did you find yourself in that situation? You're just like a small person. You are nobody here in this church, but everybody is envying you. Anybody, and they are great people, they are mighty people who just they don't care about you, but you don't have much. Hata nguo yako tumeijua. Sunday unavaga nguo gani? Tunajua. Tukikuona na katisha kama haka tunajua hauna kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kanisa mzima inakuenvy.
Unakuta kila mtu ama umeajiriwa kazi mahali, you are not as educated like others, but everybody envy. Mpaka manager mwenye amesoma kazi yake ni secured, na wewe ni mtu wa kibarua, unakuta wanakuenvy tu, unakuta tu wanakupiga vita for apparently no reason. That's sign number one to know you are great. Bwana Yesu asifiwe sana. That's sign number one, because you do not need to have something for you to be great. You need to have God in you to be great. So the greatness of God in you ndio wanaona, si wewe wanaona how powerful you are, how your God is so powerful. That is why everybody is fighting you. You cannot be fought if you are not great. And you don't need to have a nice clothes for you to be great. You don't need to have a position for you to be great. You don't need to have a good husband or a good wife for you to be great. You only need to be with God in the presence of God. So you find you have retro, but everybody is fighting you. Baka unajiuliza, why me? Why me? Have you ever found yourself in that position of asking, why me? You find a general manager, a big person in the society, a deputy president, amekuja kukwambia, I want you to be my girlfriend. Na ukijiangalia zile nguo unavalia, unashindwa nao, tutaanza namna gani? Why me? Unajiuliza, why me? You come here and you have no much education, but you find the eye of God just picks you amongst many people, na unapatiwa responsibility hapa. Paka wewe mwenyewe unajiuliza, why me? Ukiangalia education hauna, ukiangalia sura si mzuri vile, ukiangalia kwa sababu unajua umezoea kujipaka mafuta ya kukamua ng'ombe. Na unajua ng'ombe ikikamuliwa sana inatoka gosi na kaka ya msugu. Sasa umejipaka hiyo mafuta inachomaga gosi inatoka, because it's supposed to soften the gosi. Sasa wewe ukijiangalia unakaa sura baya, lakini watu wanakuchagua tu, wanasema ule msichana unakaa sura tu ya nyangumi, lakini unakuta kila mtu anakupenda, anasema chagua ule msichana pale, ule ndio nataka. Na ukimuuliza amesomea hiyo kazi, anasema hata kama hajasomea nitamsaidia kusoma. That's a greatness in you. When people envy you, when people are fighting you, when people are trying to bring you down, when people are rising up against you wherever you are, it is because of that's one sign to know where you are headed to. I didn't know that you knew that where you want to go has a decision, because it doesn't matter how low you look like, how uneducated you are, how unplanned you are, how in the society how they look at you. It doesn't make any sense to the world. Your success, the greatest in you, does not make sense. It is always abnormal. Number two, when you see you are trying to hide, unajificha kabisa, hutaki kuonekana, hutaki kujulikana, but every time unakuta unaenda kujificha, mali unaenda kujificha, unachipuliwa, unatolewa. Tunasema huyu ndio yeye. Unaenda unasifanya, hautaki kujitagasa, hautaki kusema wewe ni nani, lakini watu unakuta wanakutagasa tu. Hadi uko hapa tu umejificha, wewe ni Asha, lakini umejificha. Ama wewe ni pastor, umejificha, lakini unakuta mtu anakuja anakuambia, pastor, habari, ninataka kuona apostle. Unachida, nani alikwambia mimi ni pastor? Because you are trying to hide, you are trying to pretend that you don't. Kama sasa Daudi kalikuwa kamefichwa huko, kametupwa bali sana, na Daudi kalikuwa hakuna mtu alikuwa recognize, lakini the nature, the power in him, the authority in him, the greatest in him, it causes people to go and seek for him. Wakauliza, kwani kuna mwingine? Because that is the authority from God. Kuna mwingine kwenoge? Wakasema kuna kengine tu. For them ni kengine, but the heavens anamjua si kengine, ni mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will try. Tuangalie kitabu cha 1 Samuel chapter number 16 verse 11. 1 Samuel chapter 16 verse 11. You can write as we get there. That these people, ukiona unajificha lakini unatolewa, unajificha lakini unainuliwa, unajificha lakini unainuliwa, unajificha katikati ya warembo wengi ndio usijulikane, kwa maana sura yako unaona ni kama si mzuri sana, lakini kimwanaume kinakuja kinasema huyo ni Wegweda, huyo ni Wegweda, ona lina irema. Huyo ni Wegweda, ona lina irema, moko na maguru. Haleluya. Sidirikana yake ate onari na ilema, hata kama ako na vilema, ako na mavidoda, ako miguu yake ni kobo, ako na bogoroba kana tebeaga hivi, huyu ndio nitataka. Ananikumbusha the cost, my cost, the price through me. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani umejaribu yote kujificha. Did we get there?
anajaribu vyote kujificha, but God also, unajificha Mungu anakuchipua, unajificha Mungu anakuleta juu. Did you get there please? Wamesahau, tuachane na wao tu. And sign number 3, and somebody said unto Jesse, are here all the children? You listen to that question. Are here all the children? Because there is a sense, another sense telling you there is another one. No, we are not it. Then they say, they remaineth yet the youngest, and behold, he is keeping the sheep. And somebody said unto Jesse, send and fetch for him, for we will not sit down till he come here. Are you seeing? When you have the greatness of God, they will not sit down until you come. They will always be there waiting for that grace, because they will be told, there shall come somebody. Kuna mtu atakuja. Hallelujah. Kuna mtu atakuja. Na huyu mtu atakapokuja, atakuwa na this greatness. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona kama sasa dunia Kenya mzima imegoroka na nani? Na mudhamaki wa dhayo. Unasikia kuna huyu anasema nini ni mudhamaki, mimi ndio mudhamaki, mnataka nini? That's a greatness. Imefanya mkuja nyinyi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. That they will go. The Bible says that they said go fetch for him. Maana hatutakaa chini mpaka akuje. Hello? Hatutakaa chini. Matinge karadhi. Hawawezi kukaa chini mpaka ukue unveiled. That is the time you know. Yes, no matter how belittled they have done, no matter how poor you look like, no matter how unsensible you look like, no matter how they look at you, you will be rejected by the husband, you will be rejected by the wife. People will reject you around you. But at the end of the day, the presence of God will not sit down until you are brought. That is when you know the greatness in you. When they were looking for somebody to go and fight Goliath, this guy came out and they say, I'm going to fight this man. And everybody asked, are you mad? Is your head all right? Where, kijana, is your head all right? He said, no, don't worry. Then the boy went on to picking the 4 stones, and he came with the stones, and the kegoda. He came and he hurried something, and then Goliath was down. Then they were shocked. What kind of a person are you? It's because there's greatness, despite the outlook. Despite the outlook of how you look, there is a greatness of God. And in this greatness of God, it will only be unveiled when it is required why it was meant for you. The reason for it to come, because this greatness of you was created by God for a particular reason. Not for all the reasons. It is for one particular reason. So this greatness of this guy was created for killing Goliath. Because God knew this Goliath is a man that will never be stopped. But I will create one creature just purely for him. And this is what unveiled David. Bwana Yesu asifiwe sana. So tell your neighbor, don't be worried. Usijali sana. You are going to be unveiled soon. Wait for your time. You are going to be unveiled. You have a greatness in you. And in this greatness, everybody will know it. And send fetch for him, for we will not sit down till we find. And another reason, another sign that you are great, you dream with people who are far above you. You dream dining with the president, dining with the ministers, dining with Warigi. Warigi bado hajakuwa mkubwa. Nimekuwa? Ushaiota na mimi? Uliota tukifanya nini? Magi, ushaiota na mimi? Nikifanya nini? Ministry. Tulikuwa tuna ministry nawe. So, wewe ushaiota na mimi? Wewe unanionaga tukiwa na Yesu hapa. When you have a dream, dreaming with ministers, dreaming with great people in the society, the people admire to even have a day with, then you know you have greatness, because that is your level. God is telling you that is your level. Those are the kind of people you'll be dining together. Those are the kind of people you'll be working together. That's a sign of greatness in you. That's a sign that indicates that you are powerful, you are special, and your class, that's your class. But don't rush. You dreamed with Ruto, yes. Don't rush going to the gate there, gate A and B, looking for Ruto. I want to see Ruto. I dreamed. No, wait for the opportunity, because God will unveil the opportunity. Will bring the opportunity. It will come automatically. And how it will come, maybe it's not Ruto, the next president. But as long as it is the president, you will find yourself there. Praise be the name of God.
So just look, those are the signs that makes you know that you are a great person. I know so many of you are great people. When you saw you had a dream, you with me, maybe you had an interpretation that I'm going to become your husband. No, that's not true. Yeah? Maybe you had a dream, you saw washing my house, cleaning and my clothes, and then you be moving around telling people, me, God showed me, Waruige is my husband. Oh, Rimashaka Tarabobori Andarawada, Nakatori Namasa Kantarabo Shekende de Waroingeri Mokoria Kasaka. I become a topic of discussion in your mind and in your prayers. No, that is not what it meant. It meant that Waruinge is big. You are in that league of those big people. Praise be the name of God. And that is a sign to tell you, you are a big person. You are special, you are important. Praise be the name of God. Like someone like Joseph, he had a dream. He dreamed with what? He dreamed with the sun, the moon, and the stars. And all of them were bowing. So he had a great, great power that the sun was bowing down. That I saw the star, the moon, and the sun, they were all bowing to me. Meaning, he was more powerful than the sun. He was more powerful than the moon. He was more powerful than the stars. That's with Joseph. And there are people here more powerful. They control. And this kind of people that they can be able to drew so them with the sun, and the sun bowing is because they have a power. They have a power that controls spiritual realms. Those are not normally human beings. Do you know there are people who are not human beings, but they are human beings? And we are living with them. Did you know that? There are people who are human beings, but they are not human beings, though you are living with them. And they are existing with you. And they are working. Some people are born angels, but be given a body of a human being. So you think it is your sister, and it is not your sister. You think it's your brother, and it's not your brother. You think it's your father, it's not your father. You think it's your mother, it's not your mother. You think it's your pastor, and it's not your pastor. It's somebody that is not human being at all. Hana qualities and binadamu. And these people, they normally not hawaigianaki sana na watu. Because they live in their own world. And they do their own things. If you don't understand them, you will be like looking at this and see, they don't have friends. They don't have permanent friends. They don't have very good friends. It's only that when they tell you something, that this thing will happen, or maybe I'm going to be working with you, they don't negate on their words. They stand with their words until you drop them. Because they are sent into your life on a mission. Praise be the name of God. They are sent in your life in a mission. You see, Joseph, when he was given the mandate now to become the prime minister, nobody removed him. Even the president himself, the Pharaoh, had chosen to step aside, but the law did not allow. Had the law allowed him to step aside, he could have stepped aside, because he was encountering a person that he cannot be able to withstand. He was around, the person around him is a person who was so powerful, so special, with a very powerful spirit that he could not even resist. You see now Ruth telling me that now had it not for the law, I would have stepped aside for you. How do you step aside for a person who is not elected? It's because he is not elected, but he is a man of God. He is not even a man of God. He's a spirit of God. There are people around here that just have spirits. And there are two types of people, who are spirits from God and who are spirits from the devil. Like Jesus was born a man, but he was born of a spirit of God. Praise be the name of God. And these people, they are special. They are special. And when they get out there, they no longer become their family member. They don't have a family member. They live their own life. Because they were just a vehicle. But also there were those who were born. Like now, Jerry goes to a muganga because she doesn't give birth to children. When she goes to a muganga, then she's given some medication. She gives birth to a child. That child is of the devil. So those are the people that do not carry witchcraft, but they are themselves, they are witchcraft, themselves, the body. She will come here, and now everything, the missiles, the people will start becoming sick, and the problem will start coming up here. Every communication, you got married to that man. This man, your life started crumbling down because this is a witch himself. He doesn't. They don't carry witchcraft. They are just witches. They are just there.
kukutana tu na yeye ni shida. Kukula tu na yeye lunch hivi, wacha sasa, wacha kukula, akushike hivi kwa munyane hivi, munyonyeshane mate, kuisha wewe, maisha yako imekwisha. Atakunyonya na atakumaliza. Nani mtu mzuri na mnacheka vizuri, hakutokanagi, hakupigagi, yani ni mzuri. Unasema my husband is the most humble one, but he is a bomb. Maisha yako yatasororeka na yataisha. Na kuna mtu mnashikana tu na yeye, unaona maisha yako imeanza kuflourish, kila kitu yako hakuna kitu anakupatia, mpaka kasura kalikuwa kamekujana, unaona kamenyoroka, unaona ni kama umepaka blue band. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there are people who are spiritually endowed to do things that you cannot imagine. Yani they are beyond you. They are beyond your expectation. Those are very special people that come around your life. These people, if they happen to come around your life and you realize this man or this woman is the kind of the people described here, do not, usikubali. Kama umeona ni huyo mzuri kutoka kwa Mungu, jishikilie yeye kabisa. Kama hata Mungu alikuonyesha ati kwako kipanda kwa kamlima, uende hivi kwako nina hapo hivyo, ng'ang'ana tu, hakikisha huko kumekuwa kwako. Kuna kitu Mungu alikuwa anataka kukwe hapo, kwa sababu kuna kitu amebeba yako na wewe kuna kitu umebeba yake. Kama Mungu alikuambia na ukaota na ukaona fulani ndio mume wangu, na Mungu akakudhihirishia, na Mungu akakwambia utaolewa na nani? Na mchungaji. Huyo ni mchungaji ambao si normal, ni mchungaji si normal. Ukiona you are directed because you are called to come and stand in the gap. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason Mungu anakuconnect. You are connected, you are spiritually connected. Bwana Yesu asifiwe sana. And wa inne, naenda haraka kidogo, that is the work of tumeongea the dreaming with the people who are far above you. They are friends for a reason. These are sometimes they become a friend for a reason, and sometimes they become a friend for a season, and also they can become a friend for a lifetime. Benishika. At some point they come to your life, there be a reason. They become your friend for a particular reason, and when that particular reason expires, mtawaona tena, they just disappear. Unaacha kama umehana. Unajaribu kubebeleza mtu, unajaribu kumwandikia tu message, unajaribu kumfanya nini, no, that thing is working because the reason expired. Are you getting me? But this is only for those people, that special people, yeah, who are not human but they are human. Yeah, they come to your life for a reason, and there are some who come for a particular season, because this season I need this lady to work with. So this lady will be permanently hooked to me, and we will be working, and you will be making a lot of noise here. Ati usheneko with dukata, huyu ataagusha dukata, huyu ataagusha. Hakukuja kwa sababu ya kuagusha dukata, hata Mungu alikuwa anamuona akikuja, na Mungu ndiye alimtuma. So wacha kupiga makelele, ni season yake. No rather bebe. No irima. You munga kinegana huko, munga kijita kinyamuka di mafo ya katoroni. You waste your time for nothing. You come back, you find the go edo o matete. Wananiongele hiyo madaraka magemeli. Aida. Unangangana mnakuta zero. Don't waste season, ni season. Na season ina dictate ni jeri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jeri akikuja, kama sasa hawa wazee wawili walitumwa kwa mama Maraya, walikaa na yeye kwa nyumba. Alikuwa anaenda anafanya vitu zake, anakuja ananunulia wazee chakula. Baka season ikaisha. Si kumaanisha tukikuwa na wewe tutaenda kwa kitanda na wewe. Tunaweza lala hata nyumba moja, rumu moja, and nothing happens. I know my calling and you know your calling. You cannot guard somebody's calling. You cannot protect somebody. You cannot defend somebody. You cannot work a wall kwa mtu. I have my own relationship with my God. I know the calling I have with my God. I know what to speak with God. And I know when God tells me to do this. Because how come ananiambia nifanye hivi vitu zote na vinafaulu, alafu mimi nishindwe kumaintain ile kitu kidogo? Kwani yeye ataenda usigisi wakati utakuja kwa maisha yangu, ataenda usigisi? Si bado Mungu wako? Yes, Mungu wako ananichukulia, ananilida, because wakati niliamuka asubuhi niliambia Mungu na nani command my steps. And if you don't relate to your God on commanding the steps, because you need to ask God to command your steps. Ukiamuka tu asubuhi, you command your morning. When you command your morning, you tell God, please God, do not allow me to be where you don't want me to be. Do not allow people you don't want me to be with. Do not
put me in a position that you don't want me to be in. That is my prayer. Ndio naonanga tunaweza kuagana na wewe tukutane na ishidikane. Because I had commanded, because you are not supposed to be with me today. Utajaribu kukutana na mimi, hautaweza. Hata mimi nitajaribu kukutafuta, haitawezekana. Until that season ikikuja, hata hatutapigiana simu, tutakutana kwa street. Na ukikutana kwa street ni kama wewe hakuna mahali ulikuwa naenda na hakuna mahali mimi nilikuwa naenda, tunajikuta kwa gari moja na tumeenda Naivasha. Sasa unashindwa wewe wodi yako. Unashindwa wewe wodi ulikuwa unaenda wapi? Na mimi najiuliza na huyu mtu na hatukuwa ni mpango na yeye, kwani kulikuaje mpaka tumejikuta Naivasha? It was a divine connection. When it is a divine connection, you cannot resist it. It is for a reason, for a season, and for a purpose. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot just be with you, meet you. You came here to this church. Remember the first time you came, ulitulingia because you still had that notion you are dealing with a mogeke. Then you went. You called me. You went. You disappeared. What happened to you? God had to intervene. Ukavujika mguu. Akaenda Karen Hospital, akatibiwa, akaambiwa sasa toka huko na scratch, hiyo machuma. Alikuja na machuma sasa akitafuta dola, akisema sasa dola ndiye anaweza kusema award. These things have become so serious in my life. Alipokuja hapa alikaa pale. Si pale ulikuwa umekaa? Pale nikakwambia leta hiyo chuma. Nikapatia chuma nikamwambia mka, tembea. Mama akapona. Bibi yake akaenda, bwana yake akaenda kaambia bwana yake atibenye amepona, akamwambia ati waroige. Akakuombea, ukapona. Hiyo ni uchawi. Na chuma yako iko hapa bado? Yes, Cecilia. And if you never hakutembea na chuma sasa nyingine, hakutembea. Na akitoka hospitali aliletwa na ambulance. And she walked. It's for a reason. Na alikuwa amenikataa. Alikuwa hataki, lakini anasukumwa kukuja, lakini anaona mogeke. Anasukumwa kukuja, anaona mogeke. Anasukumwa kukuja mpaka Mungu akamwambia, "Leta mguu. Utaenda huko." Kutoka siku hiyo mama hajaitoka hapa. Wamekosana mpaka na bwana yake, anapigwa na bwana, bado unajikuta hapa. Nini? Unapigwa. Yes. Ni kwa nini unakuja hapa kulialia? Bwana Yesu asifiwe sana. So these are people that will be brought to you permanently. There are some who will be brought to you on seasons, and there are people who will be brought to you on what? On a reason. A reason. God will bring people into your life because of a particular reason. God will bring people into your life because of a season. And God will bring you, there are people who come and stay with you permanently. And the people who are sent to come and stay with you permanently, if they start misbehaving, they get it rough. Because you are supposed to be there as a keeper. Are you getting me? You are supposed to be there to make sure the work of God in the man is going through. Not because of any other reason. In the work of God in that man, you are called to come and so kama season yako imeisha. But if you are sent to come permanently here, utajaribu kutoroka, unarudishwa. Unajaribu kutoroka, unarudishwa. Unatoroka, unarudishwa. Because your work is here. And by the time ukirudishwa, unarudishwa ukiwa miserable. Lazima you have kichapo. Lazima unyoroshwe vizuri, ndio ukuje nikuombee, nikuwekelee tu mkono. The reason ya Mungu kukuleta tena ukiwa umevujika mguu ndio nikuombee utii mafuta. God knows how to do it. God is a trickster. Mungu anakuwaga mkora sana. Akijua wewe ni kioko kama sasa huyu, kichwa huyu ni gumu sana. Kudili na mtu kama huyu, you need a super God. Bwana Yesu asifiwe sana. You need a super God. Kinaenda huko kinatupiga, kinaenda huko kinasema kitaki maneno yetu, kitaki, kinakujaka kimeinamisha uso hivi. Na akikuja, anakuja kana anaingia kwa kasi isazido, hiyo kasi aliwacha haikuwa na mtu. Na anakuja na anajifanya yeye ndio kusema. Na anaanza kutawala kila mtu. Na anaanza kukomandi. Isazido aliwacha nyumba ikiwa imefukwa na kufuri. Baka wale watu watakuta na wapia tokeni. Imagine ukiwa na mtu kama huyu. Hallelujah. But they are very good people because they are sent permanently for a particular, I did not say you are here permanently, but they are sent permanently for a particular reason, that they are there to make sure things are moving the way they are supposed to move. There are people, even if all of you will go, kuna watu bado watabaki na mimi.
ambao watakuwa kiwasaidia kuambia huyu jamaa, umeona hivyo sasa kichwa imeanza kwenda juu, wewe tulia, wacha kubishana na yeye. Anakuaga na ile kitu ya mogeke bado iko kwa kichwa, atakularua kofi tu na atashika Biblia na endelea kukuhubiria na atalinaye. Wewe tuliza muhahe, tuliza tu, atatulia hata yeye. You need those people in your life, they will stick with you. Kwa sababu kutakuja mgeni kama huyu mwenye hanielewi, aanze kunirushia mdomo. Na mimi nitamrushia either mdomo yangu ni moto, nikikurushia hivi ni moto, ama nikularue kofi. Both will work and God will be happy with me. Na utakoja nifiinywe, sitafiinyika. Wewe utaendelea kufiinywa, maana nimekuachilia vita ingine juu yako, na nita make sure vita hiyo imeingia where it is supposed to come. Why? Because wewe unataka kuja kupiga watu ama the surrounding, the pillars that God has created in my life. Na umekuja kungangana na what is happening. You want just because one day nilikuwa kama sasa, for example, let me use me, nijitumie tu, msisikie vibaya, na nitumie mama kama huyu. Nilimtokosa, nikamwambia nimekupenda, nikamwambia you look handsome, very beautifully created, na yeye akaona nimempenda, because kuambiwa na mtu kama Dora is not a joke. It's something that amekuwa kioba. Sasa all of a sudden sasa all of a sudden ameabiwa. Sasa unataka kuniambia huyu mama akitoka kwa ofisi wangu atapitia wapi? Atapitia kwa hewa. Atapitia kwa hewa. Alafu kesho hata sikubuki kuna kitu nilimwambia. Sasa anakuja na mahanja mwili yake, kwa sababu alikubalika jana. Anakuja kwa ofisi yangu, anakuta Joel anamwambia unaenda wapi? Kufanya nini? Uko na appointment? No, I have to the apostle. Tuliongea na apostle jana, nakuja. Apostle wako busy. Na Joel anakuja na niambia, hapa kuna mama anataka kuongea na wewe, na muuliza, ndio muulize anataka nini. So nashindwa. Is this the same man that I spoke to yesterday? Ni yule man aliniambia, unajua labda hata nilikusmuchi hapa vizuri na ukasikia vizuri sana. Mtu kama huyu amekaa maisha mingi sana na maybe toxic marriage, alafu akutana na mtu tena akuja hivyo tu. Hii ni kawaida, hii si aina gani. Msichukuliage kisi ni kama ni mambo ya sexy. Kumangai hauko unaini. Ati ukifanya mtu hivi atasema kai aliamukisi, hiyo ni ujinga. Ukikisi ni salamu. Ni salamu. Mimi niliona kisi moja tu ambayo ilileta shida. Ni kisi moja tu niliona ilileta shida. Tukiwa Amerika na mke wangu na Sami, tulikuwa na Sami na Dan. Sasa hiyo Joroge alikuwa bado hajasaliwa. Sasa msugu akakuja akamtia mke wangu, alikuwa amebeba Dan na Sami nimemshika hivi. Kimsugu kikabia mke wangu, hi darling. Sami kalirukia mtu, unaita mama yangu darling. Kwa sababu alijua ni kitu baya, ni tabia baya. Na hata hapa watu kuna wajika tu, hata nikikupeki hivi ni love. That is nakuta ni deficiency of the spirit of love in them. Ni malnutrition ya love. Ndio anaonanga everything ni ate, kwa sababu nimeshika jeri hivi, ukira jeri na dogate agera ndotoni kunyita na ni ukuhoero mahoya moru manyita ni ukuhoero ate ukira gioneke unyitagwo neke tondu mukorako na thiere ko kaka kana hoya irogo tunyitane ugo. Sasa nikishika huyu ate mukiniona tunatembea na yeye hivi, kuisha munaenda maombi straight away, ura mashaka tarara huyu ameagusha apostle riaba kandamba urinaza kanda rikete ujiga tigori mudhoma, enda shule usome, enda usome. Ati haka nilikuwa nakasimamisha, hebu nikusimamisha tena wakaongezea vita kidogo. Baka kakauliswa ni kwa nini apostle anakusimamishaga? Anakuwaka na nia gani? Unataka kuagusha apostle? Sasa kamiambiwa kaondoke, kamiambiwa kana kuongeage na Pastor Maina, kataagusha Pastor Maina. Kile ndukana ndugicaria muthuri utige kugia andu aya. We nani anataka bibi hapa? Ati si hapa. We uko na mke wewe wa kamera ako wapi yule mzee wetu? Mganga simama juu, simama. Uko na mke?
Hauna bahati. Kuna tu ujinga twingine watu mnakuanga na hiyo, wachana na hiyo ujinga. Ukiona ninatembea na msichana kama huyu, hata huyu mama nimemshika tumeteremka hivyo, wacha kufikiria kishetani. Don't think everything ati ni hiyo sex. Nene kesi sex ilikuisha maana. Sio ile sex ilikuwaga sexy. Sex ilikuisha maana. Sex ni ya usherati. Sex ya saizi ni ya usherati. Haina maana hata kidogo. Kuna ile sex ilikuwa tunaenda tunajificha kwa maigoya pale. Hiyo ndio ile ilikuwa kitu. Yaani unafurahia, mnaandikiana na barua. So, did you write the letter? Did you write the letter? Ulialiwa kuandika barua? Yeah? Ukiwa msichana, did you write a letter to your boyfriend? The reason I'm jotting this letter, ili unaandika na maandishi mzuri, unaandika uko aiandika hiyo. Wewe mimi niliandika, nilikuwa naandika, alafu nachora heart na iweka musi, naweka mkuki hapo katikati cha. Yeah? Already ashachora. Yes, naweka mkuki hapo cha. That is when love was love. Wachana na hii ya ujagiri hii ya kuchida hapa. Ukimonitor, you don't leave it. Go busy, be busy. Kama umeitwa na Mungu kanisa kama hii, become busy. Do what God has given you. If you find a man who loves you, it is because God has said love. Pendaneni na muendelee, lakini it should not be at your bedrock ya akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ukiniona tu nimeteremka na mtu pale ama nimeenda mahali kukunywa kahawa, mimi normally I work with women and don't work with men. Maisha yangu yote nimework na women. Sasa mtakufa basi. Sababu kesho utanikuta Serena tukikunywa chai na huyu ujinyoge. Kesho ukuta utanikuta na Roda tukiwa Karen katikati. Unajua kule Karen kuna mahoteli zingine zimejificha. Na wewe unauzaga boga huko. Sasa ukikuja kuuza boga tukuta tukikula mali. Tukiwa na Roda tukikula mali. Sasa unatoka hapo umefura. Na wakati ulikuwa umekuja ukiiba kale kawimbo kazuri kakumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Nina wabo. Tuko sawa? Na ni kwa nini yule mama amekasirika? Umekasirika kwa nini mami? Furahia tu. Hivyo ndivyo mimi nakuaga. I'm still preaching. Hello. I am still preaching. Najua mumesema yule pastor anafaga kasuti kama haka kago. Bwana anasema mtu anaenda kukombolewa, mtu anaenda maisha yanaenda kugeuka. Mtu asema amen. Mtu hiyo ujinga wachana nayo. Sisi ni watu digital. We press buttons roll by roll, but impact is seen. Hiyo kelele na mahuri yangu. Mimi saizi nimezeeka, mamnini yangu hazina nguvu sana. Si kama mliona kapasta kingine kalikuwa kanawekwa kwa TikTok. Si kama ni kama Nigeria ama ni kama I suspect ni mtu tu wa Nigeria. Walikuwa nawekwa hiyo na China. Wanasema when Africa ni wanafanya hivi, watoto wa China wanatengeneza makompyuta. Sasa kapasta kalikuwa Adi Sunday, you are commanding your blessing on Sunday. Shika neno niliingie pole. Bwana ukifurahia, ukitoka hapa unaenda, it's a therapy. Your pastor should be a therapist. Ukitoka hapa unaenda, unajua labda asubuhi uliitwa ubwai takataka. Juzi uliitwa nyau. Juzi hiyo ingine uliitwa ndogo. Juzi hiyo ingine, yani kutoka made mpaka umeitwa ndogo, ukaitwa nyau, ukaitwa ubwa, ukaitwa ng'ombe. By the time umekuja hapa Sade ulikuwa umeitwa nyoka. Sasa unakuta you are a mixture of all animals. You are an animal orphanage. Yesu asifiwe sana. Alafu sasa ukuje ukuta kipasta kimekaa kimenuna. Bwana anasema leo watu wanaenda kubarikiwa. Watu wanaenda kuinuliwa. Watu ulikuja kuhadwa, umehadwa wiki mzima. Unakuja unaenda nyumbani kama umefurahi. Yes, unaenda kama unasikia wow. Kigo kiomode kiumake kanilifurahi. Yes. That is teaching now. That is what inaitwa Bible therapy. Inaitwa bibliotherapy. Hiyo ni terminology yako, sienda kuambia watu utachapa kofi. Bwana asifiwe sana. Point number 4, for you to know that you are great, you have a good heart and you are kind
But and your kindness looks, if it makes you look like it's a weakness. Unapenda watu, unajitolea kwa watu, unasimama na watu, unaambia watu, lakini unakuta watu wale wanakufanyia kejeli, wanakudharau. Yani, you have given all to these people. You have surrendered your life to these people. You have surrendered your life to somebody. Mpaka umemwonyesha everything possible that I love you. But hiyo hati yako mzuri anaichukua for granted. Umetuliza mwanaume, unakuja mpaka akiingia kwa nyumba. Unajua Mgikuyu akiingia kwa nyumba umtoe koti, anakuulizaga maraya, ulitoa hii tabia wapi? Unaambia mume wangu acha kutoe koti. Hivi ndio nafundishwa na wanaume. Wanaume wa ploti. Na uliangalia kuona wa Tanzania venye wanafanya. Kuna siku nilikuwa Tanzania, wakati hiyo nilikuwa refugee Tanzania. Nilikuwa nimetorokea Tanzania. Sasa nikiwa kule Tanzania, of course mimi ni mwanaume, msifikiriage ama nejo, I'm not a nejo. I'm a man with everything, with all qualities. Sasa nikapata mama Msukuma huko. Tukakaa na yeye siku 2-3. Wewe, wacha nikwambie, ukipeleka Wakikuyu hapa Tanzania, hawawezi rudi hapa. Huko mama anakuosha miguu literally. Anakutoa gua, anakutoa kakoti mzuri, kisoksi huko, unakuta tumaji ni moto, anakupagusa. Ukikaa pale umekaa kabla chakula ifike, anakupagusa jato. Imagine sasa Mgikuyu. Mgikuyu. Mwenye amezoea kwa chakula iko hapo kwa nini? Yeye hapo kwa ndio hiyo nini ile kitu ya kuweka chakula moto ile. Microwave iko hapo. Wajiuma ile wako. Nyoko golete. Hapa leo wanakubembeleza, wanakupakusa, wanakufanya therapy mzuri mpaka unasikia oh my God. Am I living in this world? Is this, yani huyu ni binadamu na mimi ni binadamu. Tuko kwa nyumba moja, maneno unakuta halali. Anakupepeta, unajua kule Dar es Salaam kuna joto. Halali yeye, wewe ulale, yeye halali akifanya nini? Tafuta mang'aa ya Kenya moja. Mwambie niondolee ineti kuna joto, atakwambia si hata huo ndio ama na tukuma na mguu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo kimang'aa nikirelida kwa kanisa. Yaani unatafuta leadership ile yako nayo kwa kanisa, kwa nyumba haipatikani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You have a good heart. Unakuta your heart is very good, but the replica of it is bad. The people take you for granted. Kama sasa venye mimi mnajichukuliaga. Nimekuwa mzuri kwenu, mzuri, nimefanya kila kitu. Yani I have done anything that a man of God can do to you. But you have never appreciated me at all. You've never. Mnanionanga tu mimi kama nikichokora. You don't care about me. You don't look, yani I don't know what I did. Or is it that I didn't pray well to get the right people? Ama ni nini ilifanyika? Ni mpako ya Mungu. Nikuwe na watu, Holy. They keep you holy. They make you love God more, so you intercede more for God, to God. Who sent you? Anasimamia wote. Thank you. Yeah. You are feeling your humbleness, kuwa mtu mzuri, inaapianga inaonekana ni kama a weakness. Mpaka watu wanakukejeli. Wanakuona wewe ni mjika, ni kama hauna akili mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. You are using your resources. You are using every resources you have to make people walk, to live happy. Na spending na wazee hapa, na spending na nyinyi. Mtu anakuja kwa ofisi yangu ananiambia hana this, narudi kwa mfuko at the expense of my children who will be enjoying it. But now I chose you to be my children, to be my family. But after choosing you to be my family, you are the same people who are bringing me down. They keep me on my knees. Why can't I have the people who keep me standing for God? So okay, so God can hear me. Okay, so it's about God hearing me. Number 5. For you to know that God has chosen you,
You have anger issues. So anger is not a demon. Anger is not a demon. The anger issue. These issues, because the devil knows the qualities you have. The devil knows your destiny. The devil knows where you are headed to. So the devil will use your anger to destroy you. That is what they did to Moses. They knew Moses is a person anaweza kulipuka anytime. Is a volatile person. So the anger in him was used against him. So you have this anger issue. Try to run away from people. Ukiona umebust, try to run away. Na usionane na mtu. Ondoka. Hiyo mtu mmekosana naye muondokee kabisa. Mwache kabisa. Kwa sababu utamurarua. Siku nyingine tukikosana na wewe usinikibirie kwa ofisi yako. Nitakomoa meno. Alafu nianze kukuambia pole. Na najua niko na pesa nitakuwekea ya plastic. Ukiniandikia P3 nitaenda kotini niseme nitakuwekea. Na wewe ndio uliniprovoke. Bwana asifiwe sana. When you see somebody is ako na anger, amekasirika that point, avoid him that point. Don't go rushing to him or her. They can cause damage. Because that was the intent of the devil. That was the plan of the devil. So when you come to that person very quickly, unataka kufulfill the plan of the devil. Because atakugonga na hasira. Na labda inaweza kugonga. Najua hauhitaji kugongwa sana kama mzuri likugonge. Hauhitaji kugongwa visana. Unahitaji leta hii kitambaa. Kama hujachanua nywele. Hapa kuna mshipa inakuaga hapa. Sasa I need only nisikupige sana, nikupige tu na vidole, hiyo mshipa iguzwe. You are dead. Si gumi, you are just dead. Hivi tu ile coffee tu hivi. Hebu nikuweke tuone kama unaweza kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't rush, you don't make moves towards that person. That's a very he's at his vulnerable. Na sasa nikikugonga ukufe, tuende kotini nitakushida. Nitastakiwa na kitu inaitwa manslaughter. I didn't have an intention to kill. That's what we call manslaughter. And manslaughter you can be jailed for 1 day. Only 1 day to life sentence. And then that's what wanasema, ati huyo mtu alihokana, hakuhokana. Law ina protect huyo mtu because wewe ulikuja. As I was trying to do this, nikakugogo kaguka. I need only to explain how I did it, and they got to reason with me, and that's the end of the matter. And you are dead, and we have buried 6 feet under, kwa sababu ya ujuaji yako. God forbid. Yes. Kwa hivyo avoid. This anger is a process of God, but is also very important. Let's look at the book of Numbers, chapter number 20, verse 11 to 12. Numbers, chapter number 20, verses 11 to 12. What you need is just to submit. If anything has been said to you, just submit. Just submit for the time being. Release it. It is good. Na wewe ukisikia anga imekupanda, mimi ukiona anga imenipanda, mimi natorokanga. Naenda natafuta glasi bili ya nini? Ya maji ama maziwa baridi. Natulia. But if you come now kunifuatilia, I'm telling you my dear friend, utaona kitu jaiona. Na bado nitaendelea kuitwa apostle. Because it is God, Mungu ndiye ameniweka. Kwa hivyo hainanga hukumu, ndio hata wakati Musa alikufa, God still went for him. The body had been taken by the devil, but God went and negotiated and took the body because alijua this thing is because of me. Bwana Yesu asifiwe sana. So but don't go do these things because you know God is in it. No, don't do that. Just run away, get out of it, and God will help you. And Moses lifted up his hand and smote the rock with his rod twice, and the water came forth abundantly. And the congregation drank and their cattle. Verse 12, please. And Jehovah said unto Moses and Aaron, because you believed not, underline that word, because you believed not in me, because God had just asked him to, not to hit this rock, but just to touch the rock with the staff. Because you believed not in me, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given you. Because you believed not, he was denied the chance to accomplish the work of God. So many of us lose the work of God, lose the perpetual
a plan of God in you, not because you are bad, but you believed not. And when you believe not because of something particular reason, then you lose God. You lose the plan of God in you. You lose the injection of what God, because God wanted to use you in your meekness. God wanted to use you in your small way. God wanted to use you in that staff, because that staff was not supposed to hit, it was supposed to touch. And then the water will split, and then God will be glorified. When they hit the water, it is like it is them who did it, not God. And God was not happy with that. So anger provokes God's will against your life and against your ministry. So God removes you. You remove yourself from God because of that anger. So avoid anger as much as you can. And the people will come. As I was telling you, the entire week before we went to the mountain, 2 weeks before we went to the mountain, every move, wherever I went, I had a spirit of anger. Everywhere I went, people just said many things about me. Some said they found me in a lodging with a woman. Some said they found me doing this. Some came here, they wanted to hit me. Some did this, some this. Everywhere I went, something was happening against me. And all this was because I am going there in the mountain to receive something. And God cannot release that something if your heart is not in with Him. So they were trying to work out to me so that by the time I reach the mountain, I'm worn out and I'm not with God. I've already left nimeagusha the tablet. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what they worked with Moses, because Moses was supposed to take people to the land of Canaan, but they were just near, just a few kilometers to the Canaan. But what he did cut him completely from the plan of God, and he was thrown out and he died. So anger is meant to kill you. Anger is meant to kill, to destroy your ministry. Anger is meant to destroy your family. Anger is meant to destroy your relationship. Anger is meant to destroy your ministry and everything, and even your business. When you become angry, like this woman used to abuse everybody. This woman alikuwa naamka asubuhi, anaenda mahali wanauzia maji, atukane tu asikie vizuri, aende akakunywa chai. This woman. Are you still doing the same? Ulichange? Mnawatukananga sasa? Na zamani ukitukanana na hata chakula siku hiyo hakuna kukula. That is kuna yule mama mwingine mlimfukuza, alifukuza tu na nyinyi hapa. Alikuwa anaitwa nani? Rose Degwa. Huyo mama alikuwa tu anaingia kwa matatu, anashika tu makaka, anapiga kofi mbili, anasikia mzuri. Yes, she came here, we delivered her, but again the crooks in this church walimfukuza. Alifukuzwa na watu wa hii kanisa. Those are the people I call the crooks, the devil worshippers, the agents of the devil in the church. And that lady, she was so good. So she kept complaining, she kept complaining to me, complaining every time. She would be abused down there, she would be abused in here. Then nikamwambia tuende tafuta tu mahali uende, because this is not working for you here. Because you cannot, hautakaa kwa mfuko yangu. Nikamwachilia tu aende, lakini Mungu atamrudisha. Na yule alifanya hiyo mambo yote, mimi nakujua. Na mimi nikasema Mungu na yeye akufanya kwako usipate amani. And Jehovah said unto Moses and Aaron, because you have believed not in me, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, because you have refused to sanctify me, you have refused to sanctify God in the eyes of the children of Israel. The reason was not what they did. They have not done it well. That people will appreciate this is God. Hallelujah. It is not the act. It is what they did. They did not make people know indeed God is God. God wants him to be glorified. So he will create mechanisms in your life that will make everybody feel huyu ni Mungu. That is how God wants it. That when we are doing the service here, while you are doing anything, you're going to the mountain, it is not we to take the credit. Let everything be seen huyu ni Mungu. Don't take credit that I am the one who organized this, I am the one who managed this, I am the one who planned this, I am this, had it not for me, this could not have happened. No, you are nobody. You can die today and the life will continue with the other people and the people will go on. Kenyatta was there and Kenya did not stop. Only what is supposed to, the acts that you are doing today, does those acts make God
be worshipped? Is your singing making God to be worshipped? Is your dressing making God to be worshipped? Is your talking making God to be worshipped? So that is what God looked at. It's not your face. It's not how sinful you look like, but is your body making God to be glorified? Can God be worshipped because of your deeds? And lastly, but not least, we have every time you conquer one challenge, a bigger one comes. Why every time you challenge, you conquer a challenge today, another bigger one is coming. When you see victory, don't go to sleep. There is something coming bigger and stronger. And it will shake you because it will really work on you. So when you see, don't celebrate any victory. Like now when we went to the mountain, you don't celebrate. You come straight. Me, I did not go home. I came straight and stayed here. And they continue to worship. I lit the candle to make sure the fire tuliakisha huko isimami, because I knew what we did there. It can even cause me to die. I opened another door, a very dangerous door. And you could see there in the morning what happened. You see, and many other things that nimeencounter kwa simu. Sahi nimekuwa hapo. Many things zimekuja kwa simu, many things. Because I knew what I did. Nimevunja ufalme. So don't go celebrate because walituma demons wale walikuwa kuja wanihandle. Waliposhinda walirudi wakauliwa, wakatumwa wakubwa. Go and make sure this thing you bring it down. So you arm yourself. When you have a conquer, you have won. Ukipata sasa mume ambao ulikuwa unatarajia amekuja na ameingia kwako, pray hard. Because sasa hiyo ndio vita za kuvunja hiyo doors zimeanza. The same day ameingia, vita zimeanzana na hiyo mlango. So you pray hard and you give sacrifices to it. Because now the war, another different war. Ulikuwa unapigana ya kumutu kuingia, mtu ameingia, sasa unapigana in house. Na in house ni mbaya, maana unapiga kwa nani? Household. The vita inakuanga ya household. Watu wa familia, watu wako wa karibu, watu wa kanisa kama hiyo unakuta ndio wananimaliza. Na ndio wananiita dad. Dad. Praise God, dad. Na ni nyoka inakwambia dad. Bwana Yesu asifiwe sana. This one we can find it in the book of 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, chapter number 17, verse 36 and 37. 1 Samuel 17, 36 and 37. Yes, thy servant smote both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the enemies of the living God. That's 7. That's 7, please. And David said to Jehovah, that he delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and Jehovah shall be with thee. Remember, now look here, this guy. He has brought God in the battle. He has said, the Jehovah that spared me during when the lions attacked me and when the bear attacked me, the same God will do it. So that's the happiness of God. That is now the great, that's how when God finds it, oh, this guy has appreciated my work. Praise be the name of God. So when you conquer one battle, you don't go celebrating. You say to God, thank you. And you, God, who helped me in this, I know even in this, you are going to do it. Because it was not me, it was you. Are you getting me? It was not who? It was not me. What we did in the mountain, it was not us, it was God. It is him who won the battle. So we cannot come here to celebrate. Ati mliona venye tulifanya. No. You lie low and you tell God, take the glory. It is all yours. Then the next battle, you remind God, you remember what you did to me? I also want you to do again to me. God will always be there for you. God will always guiding you, fighting for you. That is why you see, I have never lost a battle. I've never, because it has never been me. It is God. Thank you. Mtanipigia kama kofi. Naona mpaka inakufika kuomba kofi. Ni wenye umejitolea kufundisha, lakini unaona these people cannot even appreciate you. There is power in anger. Tell somebody there is power in anger. Yes. Yeah.
Sometimes we become hungry because we love people. You are too honest. You're not lying. You're too honest, and the people you're talking to, the people you are walking around with, they don't see that they don't see your honesty. Well, this is some of the reasons that it comes out of angriness, because you are angered because people don't appreciate what you are doing. You give everything, you give all things. Your anger is not less than love. See, sometimes your anger is not less than love. It is love, pure love. That is why you are angry. And that's why you find, nilikuja kujua why my mother used to fight me, used to beat me like somebody's business. It's like she hated me. Until one time I asked my mom, are you my mother? Because the way she was dealing with me, she was like she was dealing with a snake. Kumbi she was shaping me to be what I am today. Because all my brothers, when they say they come here. I'm their youngest. But they will every time come and seek. If we are having a deliberation, I have to give them the direction. My brothers were taken to a boarding school. Me, I was never taken to a boarding school. Because I would burn the school. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want to do a deliverance that I've never done. And this deliverance is about lighting your candle. Hello? Lighting what? Your candles. That is a deliverance, a unique one. Yes. And now prepare your good sacrifice. Your good sacrifice for that matter. Yes. Sio kale ka 50. Usiweke ka 50. I know what I'm releasing today. Ka 50 musiweke. Yeah. Joel. Nichukulie hii. Wewe boss. Kuja. In the course of the week, you have a prayer request. In the course of the week, if I have a prayer request, I am going to put this candle there, but don't step on the carpet. Near where I'm going to put it, hapo utaweka your prayer request. Write it, just place it there. Na uende. Funga hiyo dirisha. Yes, I'll start from here. You have your candle? Do you have a candle? Bring it. Your candle. Yes. Put your sacrifice there. Oh, sawa. Father, as I light this candle and the many more candles I'm going to light, let the lives of these people be enlightened. Let the hearts of these people be enlightened. Let them see your glory. Let the fire in them keep growing, keep burning. Just as like our fathers never stopped the fire continued burning forever and ever. Just like the many people in the Bible you have spoken about, their fire never went off. The fire kept off burning. Today I want to speak the blessings upon your children, that you may help them to become prosperous, to grow, to win battles, and to conquer mountains. In Jesus' name we pray. Sawa. Bless it, yes. May the Spirit of God guide you, prosper you, and may you become the great person that God intended you to be. In Jesus' name. Somebody else? Your candle, bring your candle. May you prosper. Quickly, quickly. Maisha yako na iwake na ing'ae. Pangeni laini, msikuja kurundikana hapa. Nimesema laini ya viti hivi
Tunaenda next hivi mpaka mwisho. Maisha yako na ikang'ae, na mwanga uwake kwenye maisha yako, kwenye watoto wako, kwenye ndoa yako na familia yako. Yes. Funga hiyo dirisha. May God prosper you in Jesus' name. Maisha yako na ing'ae, na mapenzi ya Mungu yafanyike juu yako kwenye kila kitu utakachokitaka kufanya. Maisha yako na iwake tena in Jesus' name. Maisha yako na iwake tena. Chochote kilichoibiwa, kilichopotea, kipate kuregea. May the light of heaven, Mungu akuongoze, Mungu akubariki na kuneemeshe. Pate kazi mpya, kazi nguvu mpya. May your name change from the name of failing to the name of succeeding. May you become that God intended you to become. Wewe, sinakwambia ufunge zile dirisha. Ni nini ile? Mudu toketunyo afa kitoko. Simeona anga imeniingia. Na isikufuate. God bless you. God lift you up. May you become successful in every endeavors of your life. Milango yako na ikafunguke. Na chochote ninachokitafuta wiki hii, Mungu akupatie. Mungu akujalie, akupe neema, ushindi, mamlaka yake yakuwe juu yako. Na uwe mshindi kwa kila kitu. May the light of heaven shine on you, and every demonic agenda against your life be broken. Ikuliwe na moto na ishe. May God shine it on you. May God prosper you. Tumia kuhakisha hizo zingine. Hakisha hizo zingine. Yes. So may all the gifts, heavenly gifts, descend on you now. May the authority of God ikajipate kwako. You will prosper. You will be successful in all your endeavors. You will win every single battle. You will win every single moves of God. God will protect you. God will provide for you. God will restore you. Restoration has come. Restoration has come. Your daughter will prosper. Your children will prosper. May every demonic agenda against your life be broken in the mighty name of Jesus Christ. Every demonic powers and authorities, spirit of witchcraft in your life be broken. Bingu yako iwake, nchi yako iwake, maisha yako yawake. Upate mwanga, upate kusucceed, uendelee katika maisha yako, ufaulu katika mipango yote Mungu amekupangia, ufaulu kwenye njia zako, na kile ambacho kimetatiza maisha yako kikaondoke. Mungu akukumbuke, vipawa alivyokupatia vifanye kazi, mapenzi yake yafanyike kwako kila wakati, kuchao na kuwe usiku. Every single moment, Mungu abariki kazi ya mikono yako, upate breakthrough katika kila kitu katika maisha yako. May God prosper you. May you grow to become great. May you grow to succeed where your parents will not be able to succeed. May you become what God wills you to become. May you succeed in the endeavors of your life. May you become successful. May you receive the growth, favor be upon you. Favor of man and the favor of God be upon you. In Jesus' name, be successful and win battles. Every battle that will come in your life, win it, conquer it, be successful. In Jesus' name. Ufaulu katika mipango Mungu amekupangia. Moto wako na uzisime uwake wakati wote. Ukiwa na shida na kukiwa na amani, moto wa mbinguni uwake kwako,
na ufaulu kwenye mipango yako yote. Wakisha na hiyo, Mungu akubariki kazi ya mikono yako na ikabarikiwe, na upate mifugo wengi, na upate mashamba, na upate kufaulu. May the will of God be seen in you. Mungu akujalie kwa maisha yako, akuangazie kwa njia zako zote. Kuwe na taa itakaomulika na itakaong'aa kwa maisha yako kwenye njia tofauti tofauti. Maisha yako na maroho yote ya kifo kuja. Maisha yako yang'ae na roho ya kifo juu yako ninai-cancel in the mighty name of Jesus Christ. Mshikie kando hiyo yake. Wewe kifo, ondoka! Out! Get out! Out! Break every bondage. Ondoka! Beba mizigo yote. Beba mizigo na uondoke. Uondoke. Ondoka, beba mizigo. Beba sasa. Beba. 1, 2, 3. Mwete hapa. Pate neema na vibali. Binadamu wakupende, watu wakupende, Mungu akupende. Pata mafanikio katika maisha yako. Chochote moto wako uliozimwa na sasa umewaka tena. Maisha yako yaliyozimwa yameinuka tena. Your life will never be the same again. Mungu amesema amesikia kilio chako. Wamezima maisha yako, lakini kutoka sasa, wakisha tu hivi, kutoka sasa hivyo moto unawaka, maisha yako na iwake. Yes. Pata nguvu, pata neema, pata ushindi. Receive. Pata nguvu, pata neema, pata ushindi, na kisha moto wako wa dunia na bingu, familia na ndoa, na kuhakikishia moto biashara na kazi yako ya mikono na ikafaulu. Mipango ya Mungu juu yako na ikaweze kufaulu, na ukaweze kupokea miujiza ya kipekee mahali popote utakapoenda. Ufaulu na unawili, ushinde. Maadui wote waliokuinukia, household enemies, watazimwa. Moto wako umewaka na utashinda. Mungu akupe kibali. Chochote ambacho kiliwekwa ndani ya maisha yako ambacho ni cha kishetani, na kikaimwagike chini jinsi kando hiyo itakavyomwagika chini, na moto wako ukang'ae na ukaangae kama vile Mungu alivyosema. Mungu akuinue, akubariki, akuzidishie na akufanikishe. Ufaulu kwenye mipango yako yote, ufaulu kwenye njia zako zote. Huyu Mungu wa miujiza akutendeage miujiza, akuinue. Ndoa yako na ikang'ae. Mungu akupatie ndoa, akupatie kazi ya mikono yako, uweze kubarikiwa. Ushindi uwe pamoja na wewe mahali popote utakapoenda. Mungu upate mwanga utakaoangaza kwa ajili yako. Nguvu zote za giza ninazifunga. Ndoa yako na ikang'ae tena na ukafaulu katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wabarikiwe pamoja na wewe, uzao wako ukabarikiwe, na kazi ya mikono yako ikakubali katika kila njia. In the mighty name of Jesus. Mungu akubaliane na wewe. Maagano ya Mungu yaliyo ndani yako na yaanze kufanya kazi. Uweze kufaulu, uweze kunawiri, ukuwe mtoto ambaye utafaulu maisha yako hata sasa kwenda mbele. Mungu akuonekanie, akubariki. Mungu akuonekanie, akufaulishe, akufanye kwenye malengo mazuri, malengo ambayo ni yakubali.
in the mighty name of Jesus Christ. Faulu katika njia zako zote, maadui wasikuone wakati wako wa maisha yako. Biashara zako, kazi zako zote zipate kufaulu, zipate kufunguka, na upate vibali vya Mungu na vya watu wa duniani. Wewe na watoto wako wabarikiwe, na kazi ya mikono yako ikabarikiwe, na upate vibali vya kiajabu ajabu. Mungu akaweze kukuinua, matarajio yako yote na yakatimie katika siku zote ambazo tutakazoishi katika dunia hii. Mungu akufungulie milango yako, Mungu akuinue, Mungu akusababishie kufaulu katika njia zako zote. Mungu akusababishie kukubalika na kupendwa. Mungu akusababishie vipawa vilivyo ndani yako vifanye kazi kwa njia ambayo inahitajika. Moto wake katika maisha yako wake, na ukawahakisha wa familia, ukaweza kufaulu na ukaweza kushinda katika malengo mbalimbali, ukaweza kufaulu na kushinda kwenye malengo mbalimbali. Malengo ya Mungu yakuwe juu yako, na mapenzi ya Mungu yakuwe juu yako na ndoa yako na watoto wako. Upate kibali kwenye kufanya kazi, na upate vibali vyote husika. Upate kibali cha Mungu na upate kibali cha binadamu, na upate kibali cha mchanga. Ufaulu katika mipango mbalimbali, ufaulu kwenye kazi zako na kwenye mipango yote Mungu aliyokupangia. Upate kufaulu, upate kibali, upate kupendelewa. Moto huu usizime katika maisha yako. Moto huu usizime katika maisha yako. Moto huu uzidi kuwaka maisha yako yote ya milele. Mungu akubariki, kazi ya mikono yako na ikubali, na kazi yote utakaofanya Mungu aionekanie. Mipango ina yote ile Mungu alikupangia, nia ya Mungu katika maisha yako na ikatimike, na mipango ya Mungu katika maisha yako na ikatimike. Upate kibali cha dunia hii na ukipata kibali cha bigu. Upate kibali katika makazi yako na njia zako. Mungu akubariki na akusaidie, akuondolee majonzi na kuondolee majuto na kuondolee kuonewa na kutopendelewa. Kutoka leo kwenda mbele, moyo wako na ukainuke, na mapenzi ya Mungu yafanyike katika maisha yako, na uwe chombo kitakachotumika kwa maisha ya Mungu. Mungu akusaidie, Mungu akubariki, ufungukiwe na maisha yako, upate neema na ushindi, upate vibali vyote ambavyo Mungu alisema utavipata katika jina la Yesu Kristo. Pata vibali na upokee njia ya kiungu. Favor ikuwe juu yako, milango yako na ifunguke, na upate kazi ambayo utakuwa ukifanya, na upate ndoa yako na ikabarikiwe. Kazi ya mikono yako Mungu aikumbuke. Maadui wanaokuja kukula pesa zako, maadui wanaokuja wakati umevuna, wasikuja tena katika maisha yako. Maadui ambao wanaingililia maisha yako, wale wanaopigana na wale ambao wameinua misingi ya kishetani juu yako na wakasambaratike, Mungu akutendee, Mungu akuonekanie, Mungu akupe kibali, Mungu akupe neema na ushindi, na upate vibali vyote ambavyo unahitaji katika njia zote za maisha yako, wewe na hata milele. Mungu akupe kibali. Wanaokuona kama wewe ni mdogo, kutoka leo watakuona ukubwa wako, wataona jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo, na utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Akisha na hiyo, katika jina la Yesu, kazi ya mikono yako ikafunguke, mipango yote ya Mungu aliyokupangia duniani ikaweze kufaulu. Mungu akuinue na akusaidie, upate kibali mahali popote utaenda, upate kibali cha ajabu, upate kibali cha kipekee. Jambo utakalolifanya Mungu akubaliane nalo, watu wa dunia wakubaliane nalo, na hata dunia mchanga ukakubaliane na wewe. O earth, wewe mchanga, msikie huyu mama na umwandike kama atakaye faulu. O earth, msaidie huyu mama na akubaliane na akae katika ushindi wako, na apate baraka, na apate kuwa mtu atakaye faulu katika maisha. Kusipatikane mtu hata mmoja atakaye kuinukia, na atakaye kuinukia atashindwa. Kusipatikane maovu yote atakayopangwa juu yako, maana yakipangwa yatashindwa. Kusipatikane kitu cha kukurudisha nyuma, maana atakayepanga kukurudisha nyuma atashurudishwa nyuma. Kusipatikane mtu atakaye kuangusha, maana atakayepanga kukuangusha Mungu atamwangusha yeye mwenyewe. In Jesus name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. As you are holding your candle, just pray. As you are holding your candle, pray for your life, pray for your children, pray for your business, pray for your work, pray for everything. Alafu ukimaliza kuomba uizime, utaenda kuhakishia nyumbani tena. Bethel Clouds TV, empowering lives.
Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Ni relatives zenu imeondoka, TB imeondoka, kisukari, pressure zimeondoka, umaskini na vitu vingi katika maisha yako. Bethel Clouds TV, empowering lives. Relationship